Hai. Unajua ni mara yangu ya kwanza kupanda ndege. Kupanda ndege? Sijaipanda ndege. Nasikia Au sio? ukoaje? Mambo iko konje zaidi. Alright, tuanze na manager. Manager, mambo vipi? Salama? Furaha ilioje. Furaha ilioje. Dragon family. Hiyo umeambukiza maneno. Sasa mama? Poa. Salama? Yeah. Are you feeling today is the first time kupanda ndege na Steve? So much excited. Right? Yeah. Okay, manager, tuambie kwanza nini happened leo? Tuelezee mambo wajui, tuelezee kwanza this is what's happening, mnaenda wapi, mbona mmeamua hivi? Yeah. So for the first time in history, Steve, Brenda, hata mimi pia tunaenda kupanda ndege for the first time. Na hii trip yetu imekuwa sponsored na Skyway. Tunataka tuende pale Diani, tujivinjari kwa beach, tuingie hoteli ya 5 star tuone. Lakini experience fiti sana na tutakuwa tunaonyesha kila mtu venye huku kuna kando pia wakitaka maybe kuenda vacation kwanza si ni December. Yeah. Wanaweza pia wakakuja wabook na Skyway waende waenjoy hiyo staycation. Unaenda specifically Diani? Yeah. Alright. Steve, Naam. unafeel aje mtu wangu? Nakwambia Hujalala hata. kwanza Aliamka saa 10. Saa 10. Niamka saa 10. Mazee. Unapanda first class. Steve. Pesa iko. Kidogo tu ndio ya kujikimu tu kimaisha. So wewe uliamua ukasema unataka kupeleka bibi sasa. Pia nisema juu amekuwa mtu mwema kwangu pia. Tukasema wacha tuende tupande ndege na Skyward. For how long? For 3 days. 3 days, Everything for billion. Yeah, it's a sponsored trip. Yeah. Wamesimamia kila kitu. Alright. Steve, Naam. Ukiangalia you're the only artist in Kenya. Ukianga tu relevant. Yaani haku tu relevant. Asipotoa ngoma, atoe ngoma. Nini na kuwekanga unakuwa tu wewe ndo msanii wa kwanza na msanii tu wa kumbele hivyo? I think maombi na pia ndio mastori yangu zilikuwa zimepepea kuhusu mambo na management hapa na pale, lakini unajua wale wengine walikuwa nataka kumarika na mimi unaona, lakini sasa hii niko imara. Maombi? Unaombanga kweli? Naombanga. Manager. Yes. Experience yako imekuwaje kuingia management ya Steve? Pia haijakuwa rahisi. Tumeng'ang'ana. Tumeng'ang'ana. Venye unaona tuko hivi. Lakini mara ya kwanza venye uliingianga ni kama ulikuwa umekasirikanga, sijui ulikuwa unapelekwa hivi nini. Sasa tukiangalia sasa hivi kama mambo ilikuwa imechemka. Lakini ni kawaida. Ndio industry. We have good days and bad days. Tulianza vibaya but tunaona Mungu amekuwa mwema. Tulimanage kupata mkuu. Tukajishikilia hapa na pale. Sasa hii mambo iko sawa. Iko sawa? Tumeona recently Steve Simboboy amenunua gari. Na inasemekana ukiangalia mtandaoni half of the people wanasema hii ni cloud chasing. Na ilikuwa na happen with the former management pia. Hebu tuambie ni ukweli gari alinunua Steve Simboboy? Hata mimi naona ni cloud. Ni cloud. Steve unabai aje gari 4? Steve, mwaka mmoja umebai gari ngapi? Anabai gari kila management. Wacha niseme ni kweli. Ukiangalia hizo Master Demio na ile gari nyingine, ile ilikuwa ni kiki. Zile ilikuwa ni kiki. Zile za kwanza. Lakini sasa hii ni Sanmach. Gari iko. Hii ni gari iko. Steve, Yes, hiyo kiki. Ni Project car. Ni project car. Hata watu wengi walikuwa wanaitania ni gari mzee, ni Sanmach. Sisi tukinunua tulikuwa specifically tunataka gari inaweza kaa mnyama kitu. Ndio tukifanya project yetu, the moment tunaita Dragon na car Dragon. Okay. So after ishafanyiwa hizo modifications na interior ifanyiwe pimping kidogo,
itatokea itakaa Dragon. Tutakuwa na launch by the way. Kuna launch Perfect City wakishafanya maneno yao, kuna Nairobi pia watafanya maneno yao ndani ya gari. Itakuwa fiti kabisa. Tuta launch kama Dragon. kama Dragon. Mimi Mimi naona Steve Osimo Boy venye alioa tu hivi. Mambo ikaenda vizuri. Kumbe kuoa ni kuna baraka. Kuwa kuna baraka. Unajua most of ukiangalia mahusiano yalikuwa hapo awali, wengi au madem walikuja kwangu juu ya useleb. Hawakuja kwa ajili yangu. Unaona? So mtu akioa mambo inanyooka. Mtu akioa mambo inanyooka, pia unapata baraka. Alright. Recently hapo tumeona former manager akicomplain hapo ndio anasema sijui atudaiana na Steve Osimo Boy, sijui mambo na 100k, sijui nini. Sijui kama uliona kitu kama hiyo. Mimi nilisikia kwa radio fulani Akisema nini? alisema kwamba kwenye account aliacha 100k. Uliza Brenda aliona ngapi? Brenda uliona pesa ngapi? Former manager aliacha pesa ngapi? Ilikuwa aibu. Tulienda kuconfirm kwa bank. Hadi mtu wa bank alishindwa atatuelezea aje, ilibidi ameandika kwa karatasi 18 shillings. Tukadhania ni maybe ni 180,000. Akasema hii shani 18, akasema it is 18 bob. Machape ile 18 bob. Yeah. 18 shilling. Siko receipt siko ya bank. Do you think nini ilifanya vitu kama hizo? Like mbona ama alijaribu ku ride na nyinyi ama kuna ndani? Mbona alijaribu kusema kitu kama hiyo? Ukiangalia wewe ni opinion. Kusema ukweli hizi interview zote ameenda 98% ya mtu amekuwa akisema ni uongo. Hata yeye mwenyewe mkimuuliza receipts hawezi toa. So ni tuseme tu ni mtu anapenda kudanganya. Ni nature yake. Nataka nikuchallenge. Ukipatana naye mwambie atoe proof ya hizo vitu anasema. Hapo isikuwa ni story. Atoe tu proof. Ndio hii niliacha 100. Statement iko. Tarehe pia tunajua. Ziko zimepangana. Statement iko tarehe. Unaona tu venye ziko tunaweza proof. Ndio kuna swali. So ndio alisema account yake, yani pesa ilikuwa inakuja, ilikuwa inaingia kwa account yake. Haikuwa inaingia kwa account yenyewe. Na hawako karibu kwa hiyo account na Steve. So ati ilikuwa inaingia, then Steve anatoa ile percentage yake. Steve ndiye alikuwa anamlipanga. So story na kuacha 18k, anasema yeye hakuwa access hii account. Hiyo story ni ukweli ama kuna kauongo bado? Hapo si hata wewe ukiangalia lazima uone kuna kauongo juu. Anasema kwa na access account. Tena anasema aliacha more than 100k au kama aliacha hivi. Papara Pia hapo nikipenda pia na iko ni according na penye mimi najua kiasi ni for example ukisign contract na maybe kama umesign contract na kampuni kama Safaricom and so forth, unapata brand mwenyewe ndiye anakuwa linked na the account ya kutumia pesa. So this situation ya yeye ku access this money ilikuwa anatumia means gani kusipata? Okay. Anauliza but anyway tutamuuliza Machape hiyo stuff baadaye. Sasa kujibu swali yake alikuwa na access ya account. That's why hata ukiangalia demand letter ya lawyer ziko stated zote. Alikuwa na access ya socials, alikuwa na access ya accounts, alikuwa na documents zake. So that's how alikuwa na access. Yes, ilikuwa inaingia kwa Steve but Nenda alikuwa na access. Na account zote alirudishanga. Account ni moja tu ile account ya. Kuna ile yenye Steve alikuwa amefungua ya YouTube. Hata sasa amebadilisha jina nadhani. Hizo na kurudisha alikuwa ameifungua na emails zake. Jina tu ndo alikuwa ameweka Steve. So hata mkichukua hiyo account yeye bado ndo mwenye email. So ainge make sense. Na Steve, naam, unafikiria kujoin forex? Nasikia forex iko na pesa. Unajua ukiingia kumsitu msitu si ndio pale kuna miti, kuna wanyama. Kuna mamisemo wewe. Unataka Mercedes wewe. Mimi
unajua mimi kile kidogo ninapata naridhika nayo. Sitaki vitu mingi. Alright. Director Stax, hebu tuambie neno la mwisho tukimalizia. Una swali? That is to Brenda and Steve. How are you feeling right now, considering you're pregnant, you travel for the first time? How are you feeling and how do you expect experience yako ikuwe kule Diani? Alafu swali ya pili ni if Skywide gives you a chance again, mtachoose kwenda wapi next? Okay, that's a good question. Actually, leo tuko hapa just Skywide, not hizo za Machabe, that hizo ni past. So leo ya muhimu sana ilikuwa ya Skywide. I'm so happy, so excited because for the first time tunapanda ndege, hatujaipanda, na shukran kwa Skywide kabisa. Then niseme wakitupea second chance, maybe let's say Italy, you see lazima ikuwe within Kenya. Wanapeleka watu even huko majuu like Dubai, US, places mingi tofauti. So wakitupea second opportunity, I'll choose Italy. Then acha niende nione venye Diani inakaa, then tutawapea feedback because for now bado tuko hapa tujaelekea Diani, but once tumefika huko tutaambia venye kunakaa huko, beach, venye hoteli inakaa, juu najua ni 5 star. So kitu yenye ningependa kuambia watu, because this is ni December, tunaelekea Christmas. Kuna watu wenye wako na familia maybe wanasikianga hiyo Diani, wanataka kubook through flight, SGR, mnaweza enda kwa Skywide. Kuna Skyward na kuna Skywide, lakini ni Skywide. So mnaweza enda. Alafu swali lingine ni Steve, ukisikia kutafika na uko kwa ndege, utafanya nini? Nafungua dirisha. Wewe tuma vitu wewe. Tafungua dirisha. So una feel aje sasa? Welo. Na expectation yako ukifika kwa hoteli? Waweke tu vyakula vitamu. Alafu pia waweke moto ya Dragon. Washasema yangu tu ni kusema projects kwa jikoni ni mingi kabisa. Na zikianza zitafuatana hivi. So mkae mkitufuatilia, kuna Simple Boy Creatives pale YouTube. Hata tutakuwa tunaweka content zote za hii trip tunaenda. Ina deal na nini ama just lifestyle? Ni lifestyle. Ni lifestyle ya The Dragon Family. So everything tutakuwa tunaweka huko. Unaweza kufuatilia, mtu support, na hizo projects zingine pia tukirelease mtu support, and mfuate Skywide. Si kampuni ya ndege, ni Tours and Travel. Kuna ya ndege inaitwa Skywide. Nina confuse watu. So Skywide Travels and Tours tunaenda kuonyesha experience. Nataka kubook nao Kenya. Steve, hujafikiria kuongeza msanii kwa Empire ama familia kwanza? Sasa kwanza ni focus na familia kwanza. Ndio maana nimenyamaza sana bila kurelease ngoma. Pia kuingia studio pia inahitaji pesa. Video pia inahitaji pesa. Unaona? Thank you so much guys.